hakuna sehemu ambayo ina uafadhali kwa mwananchi kwenye bajeti hii, kwa sababu bajeti hii 80% kodi zimeongezwa. 80% kodi zimeongezwa. Watakwambia hivi, upande wa wafanyabiashara ndio kitu ambacho wanatembea nacho sasa hivi. Watakwambia upande wa wafanyabiashara sasa hivi, mfanyabiashara hutatozwa kodi ndani ya mwaka mmoja. Umenielewa? Kule nyuma alikuwa anasema ndani ya miezi mitatu. Sheria ndio ilikuwa inasema hivyo. Yaani ukifungua biashara unatakiwa TRA wakusubiri miezi mitatu ndio aanze kutoza kodi. Sasa hizi wamesogeza ni mwaka mmoja. Wakati huo mwekezaji ambaye ni mtu mgeni ana miaka 10 ndio anaanza kulipa kodi. That's the first. Lakini the second, nchi yetu haina kodi moja, ndio tatizo. Wewe ukitaka kuanzisha duka leo, kodi wanayozungumza wao ni moja tu, inaitwa direct tax, kodi ya mapato, kwamba ndio utaanza kulipa baada ya mwaka mmoja, unakadiriwa na TRA. Lakini kumbuka nchi hii kuna kitu kinaitwa indirect tax. Indirect tax ni kodi ambayo unalipa popote unapofanya manunuzi yoyote, iwe vocha, iwe peni, iwe suruali, iwe koti, iwe viatu, ambayo hiyo analipa Mtanzania yote, hata mtoto mwenye mwaka 0. Akishazaliwa tu mamake si atamnunulia pampers, si atamnunulia maziwa, anaanza kulipa hiyo kodi. Hiyo kodi huwezi kukuta anaizungumza. Na ndio tegemeo kubwa la mapato ya Tanzania ni indirect tax, ambayo sheria ya kodi inakukadiria wewe kwamba kwa siku unalipa indirect tax mara 12. Umenielewa? Kwa hiyo huyu mfanyabiashara ana hiyo direct tax, ana hiyo indirect tax, lakini ana tozo mbalimbali. Umenielewa? Kwa hiyo ukiangalia hii budget kote, iwe kwenye wavuvi, iwe kwa wakulima, iwe kwenye bandari, bidhaa zote zimeongezwa kodi. Sijui kama mtamiliki magari, mmejua magari sasa hivi wameongeza 50%. Lakini sasa kwenye upande wa gari za mafuta si wame... Unajua gari na kodi ngapi? Karibia 5. Ina indirect, ina excise duty, ina customer duty, ina huo ushuru wa bandari, marekebisho. Sidhani kama tutanunua magari tena. Umenielewa? Yaani wewe ukinunua gari milioni 500 nje, bandarini pale, hiyo excess custom duty tu kodi moja hiyo, unatakiwa ulipe milioni 250. Bado hizo nyingine nilizokutajia. Lazima niseme mimi, si mwezi wa 7 nakuja tarehe 1. Si ndio sheria inaanza kutumika? Utasubiri kelele za wananchi, sio mimi. Kelele za wananchi utaziona. Lakini tumeona kuna watu wasema watafsiri hivyo, baadhi ya watu wa uchumi. Si hawajui. Ni bajeti ya kishindo, ni bajeti. Yaani ni bajeti ya kishindo kwa mtu asiyejua. Yaani zile figa walivyozitengeneza wanahisi ni hela nyingi. Hizo hela sasa hivi hazipo, ndio tunatarajia tuje tuwachangishe. Yaani sio kama mnanielewa. Usije ukachanganyikiwa zile figa kwamba ukafikiri serikali na zile hela. Sio kama mnanielewa. Sio kwamba zile hela zilizotajwa mle, bilioni kilimo, mifugo, wizara ya nini, bilioni ngapi zile unachanganyikiwa nazo? Yaani ile ni matarajio ya kukusanya kwenu wananchi. Sio kwamba zipo. Lakini zaidi ya trilioni 40 simesema mapato ya makadirio yako wazi. Makadirio ya ndani maana yake tunatarajia kukusanya kwa wananchi trilioni 43. Simple tu. Mikopo na misaada na vitu vingine ndio hiyo trilioni 17, hiyo ndio inatimiza trilioni 62. Lakini hapo tuna deni la trilioni 114 ambayo ukigawanya kwa Watanzania milioni 68, kila Mtanzania anadaiwa milioni 1 na milioni 1 na laki 6 na point. Milioni 1 na laki 6, yani kasoro tu milioni 2, kidogo kufika milioni 2. Kila Mtanzania aliyopo hai sasa hivi. Hilo ndeni la taifa. Sio kama mnanielewa. Kwa hiyo hizo trilioni 43 tunatarajia tuje tuwachangishe nyinyi kwenye tozo, kodi na nini hadi mbao. Umenielewa? Mimi natoka Njombe. Viwanda vile vya plywood vile ambavyo Wachina wanachakata mbao, misitu ya mbao, wanapakia kwenda navyo nje kwenda kutengeneza bidhaa zao. Wameongeza ushuru kutoka 25% mpaka 35%. Manake msitu ambao mtu wa Njombe ilitakiwa uuze kwa milioni labda 10, atatakiwa auze kwa milioni 3, kwa sababu yule Mchina ataenda kununua ule msitu akiwa kichwana anajua kodi atalipa ngapi? 35. Kwa hiyo ile kodi kibiashara, ile kodi unaijumlisha kwa mkulima afu naitoa pale. Kwa hiyo mlipaji, kwa kifupi, mfumo wetu wa kodi wa nchi iwe